Kila mtu ana wakati wake wa furaha, ana wakati wake wa kustawi, ana wakati wake wa ndoa, ana wakati wake wa maisha mazuri, wa kufanikiwa kibiashara, wa kufanikiwa kihuduma. Yaani kila mtu ana wakati wake ambao Mungu kamwandalia wa kustawi katika furaha ile ambayo huyo mtu anaipenda na anaitarajia. Ila wengi wanaharibu nyakati zao kwa sababu huwa wanawachukia wale watu ambao wako kwenye wakati huo wa kufurahi, wa kustawi, wakati wao bado wako katika wakati fulani wa taabu fulani. Huwachukia wale waliokuwa katika wakati mzuri, huwatamkia maneno mabaya, huwaharibia, huwafanyia vita mbalimbali kwa sababu ya ule uchungu kwamba kwa nini yeye, kwa nini msiwe mimi? Hapana, usifanye hivyo. Unapofanya hivyo unajiharibia wakati wako, kwa sababu Biblia inasema mtu atavuna anachokipanda. Kile unachomfanyia mwenzio, jua kabisa kitakukwamisha kuingia kwenye furaha yako. Unachotakiwa kufanya ni kufocus kwenye vile vitu ambavyo Mungu amekwambia uvifanye na utembee navyo, ukimsubiria yeye ambaye amekuahidi atakuingiza kwenye furaha ambayo unayoitaka. Unapokuwa na uchungu ya furaha ya mwingine, juu ya ndoa ya mwingine, juu ya vitu vizuri ya mwingine, unaharibu furaha yako mwenyewe ya vile vitu. Daudi hakufanya fujo kwa Sauli au kutamani kumuua, japokuwa alijua kabisa kwamba mimi ndiyo nitakaye miliki kiti cha Sauli. Hakufanya fujo, hakumfanyia mabaya. Alijua kabisa maadamu nimepakwa mafuta juu ya nafasi hii, hakuna mwingine anaweza kuikalia isipokuwa mimi mwenyewe ndio nitaikalia. Kwa hiyo hakuharibu wengine ili mradi akae, hakuwashusha wengine ili mradi akae. Hapana, bali alisubiri yeye aliyempaka mafuta amuweke kwa wakati na majira yake, na wakati ukafika. Hata wewe Mungu anao wakati mzuri juu ya maisha yako, na wakati huo uko karibu. Vumilia ukiwa katika utulivu na uvumilivu ule wa kimungu, na Mungu atakuweka mahali pako. God bless you, Julius Prophet. Amen.